Tume imepata ushahidi usio wa shaka kwa matukio ya ghasia ya tarehe 29 Oktoba yalipangwa, yaliratibiwa, yalifadhiliwa na kutekelezwa na watu waliopata mafunzo. Waratibu walitumia mbinu mbalimbali ikiwemo kuwatumia watu wasio na ufahamu wa kina na vijana waliokata tamaa, huku wakihakikisha kwa vitendo vya ghasia vinafanyika kwa wakati mmoja kufika maeneo tofauti ili kuwachanganya na kutawanya jeshi la polisi. Mheshimiwa Rais, taarifa na ushahidi taarifa hii haiwezi kuaminika milele na milele, kwa sababu kwanza aliyeiunda ni moja ya mtu mwenye hatia kwa mujibu wa Biblia na kwa mujibu wa katiba ya nchi. Yaani ni mtuhumiwa. Kwa hiyo mfahamu, hii ripoti ni ya uongo, ni ripoti uchwala, ni ripoti ya kubumbwa, ni ripoti yenye kila ndani yake. Hakuna ukweli wowote. Ni hii, yani hii ni funika kombe mwanaharamu apite. Mnajaribu kuyapeleka mambo force, yani ya picha tu juu hewani. Damu ni nzito kuliko maji. Yani huu ndio wakati ambao mtajua kwamba damu ni nzito kuliko maji. Ndio mtajua kauli ambayo Mungu alimwambia Kaini, damu ya ndugu yako Habili ulioimwaga inalia kutoka ardhini, na auaye kwa upanga atakufa kwa huo. Mto wa damu mliomwaga hamtaufunika kwa hila yoyote. Nawaambieni kwamba huu ni moto unaowaka milele. Ni moto unaowaka milele. Sasa basi, Watanzania, hii ripoti iliyotolewa ni ya uongo. Kwanza aliyeiunda tume hii ni mtuhumiwa kwa mujibu wa katiba yenu wananchi. Aliua na kumwaga damu za ndugu zenu. Katiba haimruhusu. Kwa mujibu wa katiba anapaswa shitakiwe. Kwa mujibu wa katiba anapaswa afunguliwe mashitaka tena mazito na aondolewe kwenye kiti alichopo. Sasa kaunda tume imchunguze mtuhumiwa. Yaani ndo Watanzania mngetegemea yalete yani tume hii Jaji Chande alete ripoti au majibu ya kwamba serikali na makosa, rais ana makosa, anapaswa afungwe, anapaswa afunguliwe mashitaka. Yaani hiyo isingetokea kwa sababu kwanza aliyeiunda ndo yeye mwenyewe muuaji, muhusika. Kwa hiyo isingewezekana kwamba yaje majibu ya kwamba rais ana makosa, serikali au utawala huna makosa, una hatia 1 2 3 na unatakiwa uchukuliwe hatua 1 2 3, never forever. Kwa hiyo hiki kilichofanyika ni funika kombe mwanaharamu apite, sababu lao ni moja. Sikia maandiko haya Danieli sura ya 11 mstari wa 39. Sikia kwa makini, nasema hivi: naye ataziteka nyara ngome zenye nguvu kubwa, zenye nguvu kwa msaada wa Mungu mgeni, na yeye atakaye mkubali atamwongeza kwa utukufu, naye atawapa miliki wengi. Ndio akina Chande hao. Wamepewa mirungula huko, wametengenezwa, wamepangwa ili watengeneze jambo hili lipite, kwamba ili aonekane kwamba yeye hakusababisha vurugu hizo, hakupiga watu, hakuumiza watu. Kuna kikundi, kuna watu walipelekea. No. Naye atawapa kumiliki wengi, naye ataigawa nchi kwa rushwa. Ataziteka nyara ngome zenye nguvu. Kinachofanyika hivi mfahamu ni hila ya kutungwa. Ni mpango na mkakati wa kwamba hili jambo tulipitisheje, upepo huu tuupeleke vipi, jambo hili tulifunike vipi. Lakini hizi ni damu, huu ni uhai. Polepole hayupo, Mdude hayupo, Deus Soka hayupo, Elisha Juma Injili Godoro hayupo, mtoto Mbarikiwa Wokovu Mbarikiwa hayupo. Na Sifa Budune baada tu ya kushikiliwa na mtu fulani, alipotoka akaanza kuugua katata. Mzazi wa Mbarikiwa mama yake amekufa naye kifo cha kutatanisha. Sasa unaona kwamba na kuna mambo mengi ya kikatili yamefanywa chini ya utawala huu, lakini hawataki kukiri kwamba tulikosea. Ila damu ni nzito kuliko maji. Imeandikwa kwamba afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Mimi nawaambia CCM, hamtafanikiwa. Awamu hii, utawala huu hamtafanikiwa. Hamfanikiwi hata siku moja. Yaani na anguko lenu litakuwa ni anguko baya na kubwa. Naambieni, ufunikeni mto wa damu huu. Nawaambieni hautafunikika. Huu ni moto unaowaka milele, vizazi na vizazi.
Sikia maandiko haya, mliua, mliteka watu, mkajua kwamba yani Watanzania ni wajinga, itakuwa ni kawaida tu. Iko taa ya Mungu inawaka ndani ya nchi hii. Kwa sasa Watanzania sio tena wajinga wa zamani zile. Kwa sasa kuna watu tutaongea, hata mkituua sawa, lakini tunakwambia Farao, hapana, wewe haustahili kuiongoza nchi, haustahili, ufai kwa mujibu wa Biblia. Ni kweli wakati huu hatuna cha kukufanya, hatuna, sababu nyie ndio wababe, mmeshika usukani, mnajiamulia mtakalo. Lakini fahamuni, alikuweko na ndugu yenu Farao katika Biblia, aliwatesa watu wa Mungu, Firauni, lakini alianguka. Sikia Ufunuo sura 18 mstari wa 2, anasema kwamba akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Umeanguka Babeli mkuu. Naambieni kwamba CCM ni kweli mmejisainia kwamba ripoti mlizotoa kwamba imeenda. Ripoti ilikuwa hivi, si kuna watu walifadhili, yani wananchi, yani kuna namna watu ulifadhiliwa ule msongamano ule. Huo ni uongo, ni taarifa ya kubumba. Jaribuni kufunika damu, lakini mfahamu mtaanguka tu. Damu haifuniki, damu ni nzito kuliko maji. Twendeni mbele, acheni iendelee kunyesha, tuone panapovuja. Nawaambieni ya kwamba huu ndio wakati mtajua kwamba kumbe mlichokifanya mlikosea sana. Anyway, Watanzania, amkeni, vueni miwani ya ujinga, vueni miwani ya propaganda. Twendeni, tulie, tupige kelele, tupaze sauti kama tarumbeta, tumwambie Farao, tupe haki yetu, achia nchi yetu, jiuzuru, toka, achia nchi yetu Farao, achia kwa neno la Bwana. Kama hutaki ufahamu kuanguka, utaanguka tu. Sauti ya haki haitaweza kunyamaza kwa nguvu yoyote, kitisho chochote. Asante kwa kunisikiliza.